Yesu atukuzwe. Mwanzo 26 mstari wa 22 imeandikwa, akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hakikugombaniwa, akakiita jina lake Rehoboth, akasema, kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi hii. Watu wa Mungu, kuna nyakati katika maisha tunajikuta kwenye migogoro, matatizo, vita na kukataliwa. Isaka alipitia hayo, yaani kila kisima alichochimba kiligombewa, lakini Mungu alimfikisha sehemu moja, Rehoboth, mahali penye amani pasipo na mashindano. Leo Mungu anaenda kukupeleka na wewe sehemu nzuri, utapumzika. Amen. Isaka alichimba visima vitatu. Cha kwanza na cha pili vilifanywa vurugu, vikaletewa fitina na uadui. Lakini cha tatu ambacho ni Rehoboth, Mungu alifanya nafasi pana, hapa kuwa na ushindani, ikapatikana amani ya Isaka. Nini maana ya neno Rehoboth? Rehoboth ni nafasi mpya baada ya majaribu. Mungu anafanya mabadiliko kutoka kukataliwa hadi kukubaliwa, yaani kustawi na kuongezeka. Hili neno linatufundisha nini? Migogoro yako ya mwanzo si mwisho wa safari yako. Usiogope. Baraka za kweli hazihitaji vita, yaani chochote kilicho chako kutoka kwa Mungu hakina ushindani. Baada ya hila na fitina, bado kuna nafasi ya kustawi bila pressure. Mtu wa Mungu, usikate tamaa. Huyu Mungu ana nafasi mpya, anaenda kukuingiza katika Rehoboth yako, anaenda kukupa amani mpya, ukuaji mpya, na kila kitu kitakuwa kipya. Baki mmebarikiwa. Yesu ni Bwana. Amina.